zawadi ile aliyopewa, zawadi ya kipekee. Nchi ni ya Misri, mji ni mji ya Cairo, eneo la zamani katika mwaka 1967 mtaa wa Qasr Al-Aini karibu na Maidani Tahrir au Tahrir Square. Tarehe ni tarehe 9 mwezi wa Aprili mwaka 1967. Tukio hili lilitokea mahali ambapo palikuwa ni eneo la bunge kwa wakati huo, na inafahamika katika historia bunge lilikuwa hapo ambapo ni Majlis al-Umma wakati huo, na bunge hilo tofauti na jengo lililojengwa hivi sasa katika mji mkuu wa kiutawala ambao uko upande wa mashariki mwa Cairo, na tukio tunalizungumzia hapa lilitokea katikati mwa jiji la Cairo. Katika eneo hilo, katika jengo hilo, alisubiriwa kwa hamu Rais Julius Nyerere hapo Cairo. Bunge lilifurika kwa watunga sheria, wapitishaji wa maamuzi, wabunge wanaokadiriwa kwa namba ingekuwa yote ni 360 ambao ni wabunge wa kuchaguliwa katika kipindi hicho cha miaka ya 60 na wabunge 10 wa kuteuliwa na rais. Ukiongezea na mabalozi, mawaziri, manaibu mawaziri, wageni waalikwa kutoka katika nchi za Kiarabu, nchi za Ulaya na Afrika, wanahabari wa kila aina ambao walikuwa wakichukua na kusajili tukio hilo la kuwasili bungeni, bunge la Misri. Kiongozi shupavu hodari aliyezingatiwa kipindi hicho kuwa mpambanaji wa ukombozi wa bara la Afrika, Rais Julius Nyerere. Wanahabari, wapiga picha, wachukua picha za sinema, magazeti, radio, television pia nao walijumuika. Mara spika wa bunge ni Muhammad Anwar Sadat alimkaribisha mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ambayo ilikuwa inajulikana kama Lajnat Ash-Shu'un Al-Arabia wal Alaqat Al-Kharijia wad-Difaa Al-Watani. Ni kamati maalum ya bunge inayoshughulikia mambo ya kigeni. Andaa tamko maalum na hoja ya kupitishwa bungeni, na kwa hivyo alipomkaribisha akasema rais wa kamati hiyo kuwa kamati inaangalia hali ya Afrika kwa ujumla wake na kubaini kuwa Afrika ina katika vita vya ukombozi, na katikati ya vita hivi vya ukombozi imejitokeza kazi kubwa ya heshima kabisa iliyofanywa na mpambanaji hodari, rais wa Tanzania, Rais Julius Kambarage Nyerere. Na kwa hivyo akasema kazi hiyo ilijumuisha mambo kadhaa ya kiukombozi ambayo ni ikiwemo utaifishaji wa mabenki yote, vilevile azimio la Arusha ambalo lilitangazwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1967. Kwa ajili hiyo na kwa heshima ya azimio la Arusha, kamati ya masuala ya kigeni inapendekeza kuleta hoja kwenu wabunge
ambayo litakuwa ni tamko la bunge lililopitishwa na bunge lenu, na hoja ilikuwa inasema azimio alilitangaza mpambanaji mkubwa mwana wa Afrika Rais Julius Nyerere tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1967 na kutaifisha mabenki, na azimio la Arusha linazingatiwa kwa dhati, ni tamko na hati ya msingi kabisa katika hati za Afrika, na kwamba bunge la Misri linayo fahari kusajili azimio hili kama hati miongoni mwa hati zake, kama kazi ya kupigiwa mfano katika jitihada za kujikomboa kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa mtu wa Afrika. Mwisho wa hoja au tamko. Baada ya hoja hiyo kupitishwa na bunge, baada ya hoja hiyo kuletwa mbele ya wabunge walipigia kura na wote kwa 100% walipitisha hoja hiyo ya azimio la Arusha kuunga mkono na azimio la wabunge Cairo. Kwa hivyo mpaka hapo ikawa tayari imeandikwa historia ya uhusiano wa karibu sana wa kidugu wa ndani kati ya Nyerere na Gamal Abdel Nasser, kati ya Tanzania kama taifa na Misri kama taifa, kati ya Watanzania na wa Misri. Tamko ambalo litabaki milele katika kumbukumbu za historia na linapatikana katika kumbukumbu zote rasmi nchini Misri, na hasa katika maktaba ya bunge katika eneo la mji mkuu wa kiuongozi ulioko mashariki mwa Cairo, kadhalika katika maktaba kuu iliyoko Alexandria. Kwa hivyo azimio la Arusha ni azimio la Cairo. Azimio la Cairo linaunga mkono azimio la Arusha. Hii ilikuwa makala inayohusu sehemu katika matukio ambayo yalifanyika na Rais Julius Kambarage Nyerere alipozuru Cairo mwaka 1967. Mengine yapo na tutayafunua kiasi kulingana na wakati ujao. Karibu tena mfuatiliaji wangu wa channel hii ya Kaukab TV kwa mara nyingine. Asante mfuatiliaji wangu mwema katika channel hii ya Kaukab TV. Usisahau kusubscribe na kulike, pia vile vile kucomment kwa ajili ya mengine yaliyojificha katika vipindi vijavyo. Asante.